na mara ya kwanza ama mara ya pili nakubaliana na kiongozi wangu wa Kisii Fred Okem Matiang'i. Always Matiang'i akiongea anaongeaga kama kiongozi. Ameambia Wakenya mambo ya school unrest sio mambo ya serikali peke yake, ni mambo ya Wakenya wote, kwa sababu ukuwe opposition, ukuwe kwa serikali, uko na mtoto shule, uko na mtoto wa ndugu yako kwa shule. So it is high time Wakenya tunafaa tukuje tujiulize shida gani yenye inatokea kwa shule zetu. Makosa ya kwanza ni ya sisi kama wazazi. The word parenting, it has turned to be a vocabulary for most parents here. Ile mambo ya kulea saa hii ni vocabulary kwa wazazi wengi hapa. Kuna kiongozi amesema siku hizi watoto ndio wanakuja saa 4 kwa nyumba, baba anaingia saa 1. Watoto siku hizi wako na simu nzuri kuliko babake. Babake ako na hii kidogo ya 1000, msichana wake ako na simu ya 25,000. Hapo ndio makosa ya kwanza, Mr. Speaker. Na ile wakati tulibadilisha tukafanya mambo ya discipline ikakuwa an individual responsibility, not a universality responsibility. Mahali taweza pata mtoto wa mtu ni mkosoe. Siku hizi mtu hawezi kosoa mtoto wangu, nitamwendea kwake na panga. Hapo ndio tujaribu watoto. Ya pili, kuna some of the principals and some of the teachers in our schools wana facilitate for school unrest. Ndio watoto wakienda nyumbani, watoto warudi na pesa. Hizi visa zote zenye mnaona Kenya, some of them they are not genuine. Zingine zimekuwa facilitated by outsiders, na walimu wa shule wana compromise security ya shule. Watu wanatoka nje wanakuja wanachoma shule, watoto wakienda nyumbani wanakuja ni 5,500, walimu wananunua gari. Na ni ukweli. Iwezi kuwa ati Maranda school imechomeka, after a few minutes tunasikia Kisii school iko kwa moto. Hata kama ni shetani, huyu shetani ako na nguvu gani? Mr. Speaker, walimu, serikali ianze kuchunguza some of our principals in our schools, because some of our principals saa hii wako na magorofa hii Nairobi na mshahara yao ni 80,000. So ile biashara saa hii inaendelea kwa shule ni biashara ya kutafuta pesa. Hii ni wakati wa walimu wa kuvuna. Ukienda kama shule nyingine huko kwetu, Kisii school iko na watoto karibu 6,000. Watoto wakienda nyumbani, mtoto anaambiwa kuja na 6,600. Hizi ni milioni ngapi? That's 30 million. That's 6 million. Asubuhi na mapema mwekelea pesa. Na pesa ya shule, pesa kama hiyo serikali ikuji kwa account. Ni kiraki wa hiyo shule na principal wanakuranga hiyo pesa. Ndio unaona hapa principal wamejenga manyumba hapa hivi Nairobi. Wanajenga kutoka kwa pesa yetu, Mr. Speaker. So serikali ianze kufuatilia some of the principals, some of the deputy principals, some of the teachers, Mr. Speaker. Even some of the teachers sasa wanauza bangi kwa shule, Mr. Speaker. Kwa sababu mimi ndio nimeongea tu wa serikali hapa nipatie kidogo. Na hii shida tusielekee kwa serikali peke yake. Tuchunguze walimu, tuchunguze wazazi, some outsiders wenye wanakaa karibu na shule. Wengi ni wakora. Wakati shule inachomeka ndio wanaenda kuiba mattress kutoka kwa shule. So serikali ifuatilie vizuri, ijue hao walimu wengine. Kuna walimu saa hii anataka kuwa head teacher hapo, yeye ndiye deputy. Sasa ana facilitate shule ichomwe, yule atoka aende Rodwa, yeye akuwe principal hapa. What is happening? So serikali ya mke, kwa sababu kuna polisi ilikujanga shule mahali nafunza ikichomwa, natumwa shule nyingine. The deputy principal anachukua my position. The conflict of interest inasumbua sasa hivi shule. Sasa hivi wacha nikwambie, ukitumwa ukwe principal wa Lenana school, wewe ni tajiri. Automatically tamu ikiisha uambie wazazi wakuletee 1,000 ile pesa unapata ni karibu 24 million. Hakuna mtu anakuuliza utoe hiyo pesa wapi. This is what is happening in this country. It is high time principals, walimu wachunguze. Lakini sisi kama wazazi
Sisi kama wazazi, tafadhali, hata kama unasema unapenda mtoto wako, if you don't discipline, kama utapatiana kitu inaitwa discipline kwa mtoto wako, nchi itampatia discipline. Tunaelewana? Juzi umeona kuna gari tunaambiwa ni ya mtoto wa president, si ndio? Zimeangusha watu hapa Enterprise Road. My question is this. Wewe na akili zako na miaka yako, mbona upande gari yenye inaendeshwa njia hiyo? Hiyo mambo ya nyoka strike. Imagine unakufa kwa hiyo gari inaendeshwa njia kama hiyo. Au in town na nimeona hizo gari zile zinaendeshwa. It is high time gari kama hizo wa Kenya tuache kupanda. Panda gari yenye iko safe. Sasa hivi tunapoteza vijana 7, tumepoteza kura 7. Sa one term tumepoteza 7. Let us be very careful. Na usikubali kufanyia maisha yako comedy. Maisha ukipoteza umepoteza, hakuna kitu kingine. Leo nikikufa nimekufa, hakuna kitu. Maisha huwezi reverse. So usiyai kubali maisha yako ifanyiwe comedy. Watoto tuwachunge. Mimi kuna siku moja tumekuwa na meeting hapa mahali naishi. Watoto wanaitana kutoka nje wakati wa after, wanaenda kwa balcony, wanalala hapo kwa balcony. Mtoto anapata ugonjwa hapo, anapata mimba hapo. Sawa, kama mzazi uko kwa mwindi, na hao wanawake wenye tumeoa, watu wengi tuko hapa ni wanaume, tafadhali. Hao wanawake wenye tumeoa, usikuwe ukilala macho tu imefungwa yote. Funga moja, ili iko ikiangalia. Hao wanawake kila wakati, ile wakati mwingi anakuwa nayo ni ya kudivert watoto kutoka kwako kwenda kwake. Na ujue kama wewe ni mwanaume, wewe ni kama punda. Ukileta maji ukifikisha, unafungwa nje ya compound. Kazi yako kama mwanaume, ukipeleka mtoto shule akimaliza, kazi yako unafungwa nje ya compound. Ukiwa Nairobi kama unapata 17,000, chukua 1,000 jiweke. Hawa watoto watakuja kuwaacha na kuambia. Hawa watoto watakuja kuwaacha. Watu wengine hapa tuambiane ukweli. Wazazi wetu, kama uko na bahati uko na wazazi wawili, ile siku ulipigia babako simu huwezi kumbuka, lakini mamaka anapata simu kila siku. Umetoka mahali bomba saa hii, mama amepelekwa US, mzee ameandikiwa mfanyikazi wa kumpikia saa 11 na anafunga na hotpot. Mzee anang'ang'ana kufungua hotpot mpaka saa 3 analala. Kama wewe ulisaliwa mwanaume, be very careful vile unaishi. Wakati ukawanya samba yako kama ni vijana 5, chiwauye hiyo ingine. Wakikuchunga mkule na hao, wakikataa uuze, hata uoe ukwe town. Kuna mahali imeandikwa mtu kwa bibi mwingine akiwa mzee ni dhambi. Kama unaona kwako hakuna peace, kwa bibi mwingine enda kwako. Hata hapa kwa kijiji hapa, kama bibi yako anakusumbua uradi vizuri, kwa bibi mwingine enda Kagoni. Tumalizie ile inawataka nini? Inawataki sasa mambo ya Rigathi Gachagua. Hata hii serikali, I'm very sure ile mama ya nchi saa hii anaandika appeal, kwa sababu kesho huwezi jua utaenda aje. Ukitokea kama wameapprove the impeachment, serikali ya Kenya lazima itaweka appeal kwa kotini. Kwa sababu gani? Serikali ya Kenya ikiachilia Rigathi Gachagua akuwe free, hakuna rais atatangazwa 2027, hakuna rais atafikisha 50+1. Hiyo ndio kweli. Rigathi Gachagua atasimama, akisimama atang'oa kura za mlima. Akina Munyo, akina Matiang'i na akina Kalonzo wataenda side nyingine. Inamaanisha hakuna rais anaenda kutangazwa na 50+1. So yenye itafanyika kesho, ule mama rafiki na ndugu wa huyu jamaa, najua huyu anapinga serikali na ule ni sister na kwanga IG, leo ataandika appeal, kwa sababu wakiachilia ule mzee
2027 hakuna rais atatangazwa Kenya. Itakuwa rais amepata 46% ya kura yenye imepigwa, na serikali haiwezi kubali. Sisi kama serikali tunabidi tutapanga hiyo maneno. So kesho tuko na apili kotini kama koti itamtolea. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Tupatane next week, Mr. Speaker. Thank you. Okay.